Safi sana. Safi sana. Ubwela hapa tu. Ubwela huo. Nimesema nimetoka season 2. Nimezeeka. Bismillah. Hongera kwa mchezo. Kwanza pata ushindi ugenini dhidi ya Singizini. Pengine ulikuwa ni mchezo aina gani, lakini pia poleni kwa safari. Kila mtu arekodi vizuri hapa anipata sana. Wewe unanipata vizuri kwa unapata masikio. Unanipata vizuri natakiwa nitokee sawa sawa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwanza kurejea salama Dar es Salaam Tanzania, na kwa kutujalia kupata ushindi. Sio tu ushindi, ni ushindi mnono kweli kweli kwenye michuano mikubwa yenye hadhi kubwa ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya timu ngeni lakini timu ngumu kweli kweli, Nsingizini Hotspurs. Tumefanikiwa, tumepata ushindi. Haikuwa mechi nyepesi hata kidogo, lakini kutokana na ubora tuliokuwa nao, kutokana na malengo tuliojiwekea na mabadiliko ya timu yetu ambao tumefanya ndani ya wiki mbili hizi, yameisaidia Simba Sports Club kuweza kupata ushindi ambao tulihitaji. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya, lakini kwa kipekee kabisa tunalipongeza benchi letu la ufundi chini ya meneja mkuu Dimitar Pantev, ambaye ndani ya kipindi cha muda mfupi tulimkabidhi mfupa mgumu, lakini ndani ya kipindi cha muda mfupi ameweza na amefanikiwa kuibadilisha Simba, na hatimaye jana kila mwana Simba ameiona Simba ambayo aliitamani kwa miaka mingi. Yote kwa yote, tumemaliza mechi ya kwanza, tumeshinda, lakini bado hatujafuzu. Hili kila mwana Simba anapaswa kuelewa hilo, ya kwamba tumeshinda lakini bado hatujafuzu. Kufuzu ni kukamilika kwa michezo yote miwili. Tayari tumemaliza mchezo wa kwanza, tumebakisha mchezo wa pili ambao ni tarehe 26. Dakika 90 za tarehe 26 Jumapili ndizo ambazo zitatuhakikishia ya kwamba tumefuzu ama la. Lakini yote kwa yote, sisi tuna kila sababu ya kujivunia hiki ambacho tumekipata. Wanasema asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Ukiangalia Afrika zimechezwa mechi nyingi, lakini timu mbili tu ndizo ambazo zimeweza kupata ushindi wa magoli 3 kwenda mbele ugenini, Mamelodi pamoja na mnyama Simba Sports Club. Ndio muone ya kwamba haikuwa nyepesi hata kidogo kwa Simba kupata ushindi ule, na ndio maana tuna kila sababu sisi wana Simba kujivunia ambacho tumekipata, kufurahia ambacho tumekipata, lakini kubwa kabisa ni kuchukua ushindi ule na kuangalia mechi ya marudiano tunaingiaje Benjamin Mkapa. Bila tatu kama limelipa sasa. Tupe maneno kidogo kuhusiana na kocha Pantev. Wakati tunamchukua Dimitar Pantev, maneno yalikuwa mengi, lakini sisi tulikuwa tunajua tunafanya kitu gani na tumemleta mtu wa aina gani. Tulifahamu filosofi yake ya ufundishaji, tunafahamu ubora wake, tunazijua mbinu zake na tunajua maarifa yake aliyokuwa nayo. Na ndio maana tukaamua kuvunja benki na kuingia Botswana na kumchukua Dimitar Pantev. Hizi ni wiki mbili tu ndizo ambazo Dimitar amekaa na timu yetu na tumeona mabadiliko makubwa kweli kweli. Unaweza kusema kwamba amekaa na hii Simba kwa muda wa mwaka mmoja pengine, lakini ni siku 14 tu, kuanzia tarehe 28 mpaka mechi imefika tarehe 19, unaiona Simba ikiwa na mabadiliko makubwa kweli kweli. Pira mikazo tumeliona, pira tatu tumeliona, pira kibabe kweli kweli tumeliona. Tumeona kasi kwenye timu yetu, tumeona pasi za uhakika kwenye timu yetu, tumeona mashambulizi mfululizo kwenye timu yetu, tumeona wachezaji wanacheza bila kuchoka kama mashine, tumeona wachezaji wakishambulia na wakikaba muda wote, na hii ndio Simba ambayo sisi tulikuwa tunaitaka. Ahmed, kabla mchezo uliandika andiko na hapo hapa nini wana Simba kwamba Nsingizini sio wapinzani wa kuchukulia poa. Pengine mliingia kwa kuheshimu Nsingizini kwenye mchezo wa jana. Kwenye ligi mabingwa lazima umheshimu kila mtu.
Ukiingia kimazoea utafanywa vibaya tu, utafanywa vibaya. Kuna watu hawana majina makubwa lakini wanakufanya vibaya na tumeshaona watu wamefanywa vibaya. Kwa hiyo ilikuwa lazima na sisi, unamuona nani Orlando Pirates amekula chuma 3 Kongo jana. Kwa hiyo uone ya kwamba ukiingia kimazoea unachezea mdude kweli kweli na unapata tabu kweli kweli. Kwa hiyo sisi tulimtazama huyu bwana Nsingizini na tukasema wacha tumchukulie mithili ya mpinzani mkubwa ambaye tunakwenda kukutana naye. Lakini kama haitoshi, ukimwangalia kwenye record za CAF hayupo, ni timu geni. Ukimwangalia sijui kwenye renki sijui kwenye nini, ni timu geni, lakini haiondoi ukweli ya kwamba ni timu nzuri kweli kweli, na ndio timu ambayo inatisha vibaya mno kule Eswatini. Kwa hiyo tukasema tukimchukulia kawaida, tukiendelea kujivunia ya kwamba sisi ni namba 5 Afrika, atakuja kukivua taulo ukweni huyo. Twendeni tukapambane naye mithili na kwenda kupambana na mkubwa mwenzetu, tukamheshimu, tukafanya maandalizi yote makubwa na hatimaye discipline ambayo tuliiwekeza kwake ikaweza kutulipa na hatimaye tukamfunga mabao 3. Kwetu wana Simba ni faraja na furaha kubwa kweli kweli. Lakini jambo ambalo mimi limenitisha sana ni Mwalimu Pantev kusema ya kwamba hajafurahishwa na performance ya timu yake, wakati sisi wengine tukiwa tumekosa usingizi jana tunashangilia mwanzo mwisho. Tumezunguka Eswatini nzima kushangilia jana. Mwalimu anasema yeye hajaridhishwa. Nikawaza kama mwalimu hajaridhika na hii performance ambayo sisi tunaiona ni beta, atakapokuja kuridhika huyu mwalimu tayari kuna watu watakuwa wamesha kufa muda mrefu sana. Kuna watu watakuwa wameshaangamia pakubwa mno. Atakuwa ameshaleta maafa makubwa sana hii Afrika. Atakuwa ameshasababisha vita 3 ya dunia ya kimpira. Atakuwa ameshafanya ukatili wa kiwango cha hali ya juu sana. Kama pale mwalimu hajaridhishwa na performance. Na nini kinashtua zaidi? Mwalimu hashangilii, yani kama vile hana bandama. Goli la kwanza limefungwa, watu wote tukaruka majukwani, yaka anaona kawaida tu. Goli la pili limefungwa, watu tukashangilia vibaya mno, yeye wala hata jitikisi. Goli la 3 limefungwa, hala. Baada ya mechi kuisha akapiga makofi 2 tu, alafu akaambia vijana tuondokeni. Sasa huyu mtu ni hatari. Kocha Minuno. Nilikwambieni wanaume wana mikazo, wanaume hawanuni. Mmeona tofauti ya minuno na mikazo. Sisi kocha wetu ana mikazo, sijui umeelewa, ni gangster yule. Sasa kile kitendo kusema kweli kimeniogopesha vibaya, kimenifanya hata nianze kuwaonea huruma wanaokuja mbele yetu. Tafsiri yake ni kwamba bado mwalimu hajaipata Simba anayoitaka. Yaani wakati sisi huku tunakesha na vigelegele ya kwamba Simba yetu tumeipata, mwalimu bado Simba yake hajaipata. Sasa hili ni balaa kubwa sana, na sisi tunamwombea dua aendelee kuitengeneza Simba iliyokuwa thabiti na bora zaidi. Msemaji, umekutana na ndugu zako hapa, naona mmefika kwa pamoja. Anasema umemnyanyasa sana. Alisema umemcheka sana, akasema mimi wala hata sishughuliki na mambo. Anasema umempelekea moto sana ndani. Mimi hata sishughuliki na mambo. Kwani wao ni sasa hivi ni wao. Ameshuka sasa hivi. Wao. Naona na Swaiba kalalamika sana, umempelekea moto. Ni wao waliovaa kijani. Mimi nilijua ni chama tawala. Wanatoka kwenye kampeni, sikujua kama ni wao. Si sijawaona matokeo yao. Nimeyapata kaka. Sio jambo la kuchekesha, lakini si ndio dua zako zimeanza kujibiwa. Maana ulisema unataka mbakie peke yenu. Sasa tusimalize maneno. Tusimalize maneno.
Wamemfukuza nani? Foi. Hajarudi kabisa na timu. Nguo zake. Wamerudi wao tu. Wamemsafirishia. Mimi kwanza nataka tuulize watu wa diplomasia. Inaruhusiwa kumfukuza kazi mwajiriwa wa Tanzania ukamfukuzie kazi Malawi? Yaani nataka nijue kidemokrasia hiyo, kidiplomasia hiyo imekaaje? Na nyinyi nisaidie kuuliza wataalamu wa diplomasia. Mtu kaajiriwa Tanzania, ajira yake iko Tanzania, vibali vya kazi vyake viko Tanzania, alafu anakwenda kufukuziwa kazi Malawi, inaruhusiwa kidiplomasia? Ni kama ulikuwa unamtetea sana Foi ni mtu mzuri. Amefanya kama mbuzi wa kafara. Foi kusema kweli amemwonea. Ni best coach. Ni kocha wa maana kweli kweli. Kocha na vyeti vingi, kuipanga kutoka hapa airport inafika mpaka Kisarawe. Vyeti vya kusoma baba. Lakini amemwonea maskini ya Mungu. Mimi nitaka wabaki naye mpaka washushe daraja. Ahmed, mchezo uliopita wa kimataifa Simba wamekosa mashabiki kwenye uwanja wa nyumbani. Mchezo huu wanakuwepo mashabiki kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine unawaambia nini kuelekea kwenye mchezo? Swali muhimu sana. Mechi iliyopita dhidi ya Gaborone tulikuwa tukitumikia adhabu ya kutoingiza uwanjani mashabiki. Adhabu inaumiza sana hiyo, adhabu inakera kweli kweli hiyo, lakini mechi ya pili. Yes, na ni mechi ya pili exactly. Ni adhabu ambayo inaumiza sana 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 sana, hasa kwa sisi ambao tunajivunia kuwa na mashabiki imara na mashabiki bora kweli kweli. Sasa tunaelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Kwanza adhabu yetu imemalizika, hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hii ni kusema ya kwamba mechi yetu ya tarehe 26 mashabiki tunaruhusiwa kuingia kama kawaida, na kesho tukiamka salama tutatangaza viingilio na utaratibu mzima wa mchezo huo. Pamoja na kwamba ujumbe huu nitaurudia tena kesho, lakini ninausema tena hapa sasa hivi. Wana Simba tujitahidi, wana Simba tuachane na tabia ya kufanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana katika mechi zetu. Zinatuathiri kweli kweli. Tujitahidi tuwe waungwana, tufanye yale yote ambayo yanatakiwa na tuachane na yasiyotakiwa. Na kila mmoja dada anasinzia. Mwe mnalala. Kama mnaona tunasubiri tu niambie hivi. Au macho yako ya kulegea? Anarembua. Na jicho nalo. Wana Simba tujidhibiti wenyewe kwa wenyewe tunapokuwa katika michezo yetu. Ukimwona mtu anawasha zile fireworks, ukimwona mtu anataka kuruka uwanjani, tumdhibiti huyo mtu. Lakini nipende kutoa angalizo moja. Kuna watu ambao sio wana Simba wanaingia kwenye mechi zetu na kufanya vitendo hivyo vya kihuni kwa lengo la kuchafua brandi ya Simba Sports Club. Tunarudia kwa kusisitiza ya kwamba watu hawa walichofanya kinatosha. Kuanzia sasa kwenda mbele hatutamfumbia mtu macho. Hatuko tayari kuona brandi yetu inachafuliwa, na hatuko tayari makosa ya mpuuzi mmoja yanaathiri mashabiki wote wa Simba kuingia uwanjani. Yeyote atakayefanya hivyo kwenye mechi yetu yoyote kuanzia hivi sasa, kabla ya kufika kwenye vyombo vya dola, tutaanza naye sisi wenyewe Simba Sports Club. Tusilaumiane. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, mengi tutazungumza kesho kwenye mkutano. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha kesho saa 7 kamili mchana katika makao makuu ya TFF. Tutakuwa na mkutano na nyinyi waandishi wa habari kuelezea mipango yote kuelekea katika mchezo huu. Swali la mwisho kama lipo, wewe mzee, hiyo jezi ni ya zamani vibaya mno. Fanya maarifa ununue jezi mpya. Sawa bwana? Fanya maarifa. Hiyo jezi yani tena sio mwaka jana wala sio mwaka juzi. Mwaka huo
fanya maarifa ununue mpya baba. Sawa? Tumeelewana baba? Mtani gani? Simba Benjamin Mkapa ni machinjio. Ni wazi Nsingizini wanakuja kwenye tanuri la moto. Wanakuja kwenye tanuri la moto, lakini it won't be easy. Lazima tuwape heshima yake. Tumewafunga jana, lakini walichachatika wakati fulani, wakajaribu kutupelekea pumzi ya moto, lakini tukaweza kuiabsorb, tukawarudishia wao wenyewe. Sisi tarehe 26 tunasahau matokeo yote ya tarehe 19. Yaani tunaingia Benjamin Mkapa bila. Tunakwenda kutafuta matokeo mapya, na wanasimba wasahau matokeo ya 3-0. Hii mechi inaanza upya ili itupe motivation kwanza ya kuja uwanjani, lakini pili kutupa kuwapa wachezaji wetu ari ya kupambana zaidi. Tukiingia na confidence ya kwamba tuna bao 3, inaweza ikawalemaza wachezaji wetu na ikatulemaza mashabiki. Sisi tunaingia pale Benjamin Mkapa hiyo siku mithili ya mnyama ambaye hajala siku 8. Yaani ana kiu na ana njaa kweli. Hatuhesabu 3-0, tunahesabu bila. Tunakwenda kutafuta magoli mapya ya kutupeleka hatua ya makundi. Itakuwa si yake kuto kuzungumzia Kibu Dennis Kibu Dennis Prosper Mkandaji, na hii ndio michuano yake Kibu Dennis. Alifanya hivyo msimu uliopita na Al-Masry wale ama Tripoli. Wale ni Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Mechi gani ile? Sfaxien. Kuna mechi moja alipiga 2. Kwa hiyo ndio Kibu Dennis Prosper. Mechi kama hizi ngumu lazima ataonesha tu makocha yake. Ameshazoea kufanya hivyo. Ni mchezaji ambaye ana ubora na kiwango cha hali ya juu. Jana ameingia second half, ameonyesha uwezo mkubwa. Ni hazina yetu wana Simba kweli, na ni jukumu letu wana Simba kumtunza na kuendelea kumtia moyo aendelee kuipambania Simba yetu. Ujumbe wangu wa mwisho kwa wana Simba ni kwamba mechi hii tunatakiwa kujaza Benjamin Mkapa. Yaani hiyo haina mjadala. Asitokee mtu akaidharau hii mechi ya kwamba tayari tumeshashinda bao 3. Hapana, twendeni kwa wingi Benjamin Mkapa, twende wote Benjamin Mkapa, twende tukaifurahie Simba yetu. Kwa muda mrefu tulikuwa tukipiga kelele tunataka Simba ya aina hii. Simba ya aina hii tumeshaipata. Kwa hiyo kila mwana Simba aje Benjamin Mkapa siku hii, lakini twendeni kwa pamoja tukaipeleke Simba yetu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini twendeni kwa pamoja tukamuone meneja mkuu Dimitar Pantev. Wana Simba hatujawahi kumuona Dimitar Pantev macho kwa macho. Tangu amekuja hatujawahi kumuona zaidi ya kumuona kwenye picha tu. Sasa twendeni tukamkaribishe Pantev, tumkaribishe Benjamin Mkapa, tumkaribishe Tanzania, aje akutane na wana Simba wenye mahaba na mapenzi tika. Aje ajionee timu ambayo ameichagua kuifanyia kazi. Kwa hiyo nitoe rai yangu, wana Simba, mechi hii tuichukulie kwa ukubwa wake. Kila mwana Simba aje Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26. Halafu tunakwenda uwanjani tunaenjoy. Tunakwenda uwanjani huna wasiwasi wa maisha, unakwenda uwanjani una furaha, unakwenda uwanjani una raha, unakwenda uwanjani unajiamini, unajidai, sijui benelewe. Hauendi mshakutazama movie ya Escape from Sobibo. Vile watu wanapopangwa mstari wanaingizwa kwenye tanuri la moto. Mmeona wanapokuaga na wasiwasi. Sasa kuna watu wanakwenda kwenye mechi zao namna hiyo. Wana wasiwasi. Sisi tunaenda uwanjani tunajitanua. Tayari tuna mtaji mkubwa, lakini achilia mbali mtaji tu. Una uhakika timu unayoenda kuiangalia ambayo ni Simba Sports inacheza mpira mkubwa. Sasa kwa nini usije uwanjani? Wana Simba unakaa amekuja kuiona Simba yake. Ushoto tunapajua nyinyi? Tanga kuna milima vibaya mno. Ni mbali vibaya. Huyu bwana amekuja hapa kuja kuiunga. Sasa wewe mtu uko zako Dar es Salaam tu hapa umekaa umejivunia kwenye TV yako ya nchi 12, hauje kuiona Simba Benjamin Mkapa, unatuhujumu.
Shukrani bwana, asante sana. Pengine Wewe acha uroho, kesho tunze swala. Sasa mtijua